tulikuwa kwake shambani Kirigoris. Tulikuwa na Kimani Ichung'wa na Ndindi Nyoro na mimi. Kiwa naibu wake. Tulikuwa tunaelewana hapo mbeleni. Akatuweka kwa gari akatuzungusha kwa shamba yake. Hapo Kirigoris. Akitudanganya. Sasa wewe Rigiji unajua utazeeka. Wacha nikutafutie shamba hapa ukue jirani. Ndio tukistaafu tukue tunatembeleana. Hata hivi vijana wewe tulitae na wewe tuachie hao vijana. So wewe Ichung'wa takutafutia eka 100, wewe Dende 100, wewe Rigiji 300, mweke manyumba hapa tukue majirani tukiritaya. Uongo tu, nenda muangalia tu. Mimi nilikuwa nimemsoma haraka. Nikaona Ichung'wa anafurahi. Dende anafurahi. Na hapo ndiye alianza kudanganya hao vijana wawili. That is where he started cheating them. That ya kwamba ataniambia mimi tulitae na yeye ati hivi vijana wachukue. He started appetizing them, kuwaleta karibu ya kwamba wanaweza kuwa somebody in Kenya. Mimi namwangalia tu. Tumezunguka kwa shamba, nimeambiwa wewe Rigiji nitakutafutia 300 pale hectares, wewe Nyoro. Okay. Tumeenda pale kwake, ameweka moto na mahindi tunachoma hapo. Sasa tukiwa hapo kwa moto, akasema hapo ndio mimi nilishangaa. That is where now I knew we are in trouble as a community. Akasema wewe Rigiji, wewe Joro, wewe Nchogo. Listen here. If you ever became president, you don't allow a community to have numbers and also have wealth at the same time. Because watakuangaisha. So if you are president na community ni kubwa, ni jukumu lako uhakikishe hawana mali. Wewe Rigiji unasikia? Mimi najua I'm shocked. Nikashidwa amesahau sisi ni Wakikuyu ama ananiambia makusudi. I am still debating. Mimi sikulala. Tukapewa kila mtu nyumba. I did not sleep the whole night. Nilikuwa nauliza asubuhi itafika saa ngapi niende. Hao vijana yangu wote wawili wanapiga makofi. Ndio kabisa rais. Either they did not understand what he was telling me, and that is what now has happened. He will not allow the mountain people to have wealth. He'll destroy them. Because there are many and there is nothing he can do. They will make sure hawana nguvu ya mali. Na akaanza immediately. Watu wetu walikuwa KRA akafukuza. Wale walikuwa Mombasa Port akafukuza. Polisi angesaidia mtu anywhere, Maus Maus PD akafukuza. Kwa jeshi mtu iko pahali ya maana akafukuza. Hao ministers yangu wote akawekea PS wa Kalenjin. Hawana nguvu, they are all flower girls. Hakuna kitu wanaweza saidia mtu yeyote. Akarudi akasema ile pending bills. Mtu ya mlima asilipwe anything up to from 50 million going onwards. Lazima apeane ruhusa. Sasa watu wetu wakaanza kukataa kulipwa. Wakiniuliza, nikiuliza, nikaambiwa mkubwa alisema we get clearance from him. Watu wetu mali yao ikaanza kuuzwa. Watu wetu wakafilisika. Wengine wakaanza kunywa dawa ya depression. Wengine wakacommit suicide. Wengine mabibi wakatoroka. Najua hii mabibi wetu saa nyingine shida ikiwa mingi wanaenda. Na mimi nashukuru Mungu yangu haezi enda na hiyo shida. Ile shida nimepata mimi. Hii ya kupigwa mpaka ya mwili. Kama wengine nilikuwa nimeoa nyinyi mngekuwa mmeniacha. Lakini huyu yangu Reverend anakaa na mimi. Hata nikipigwa na ya mwili anakuja ananishosha na maji moto. At least I'm lucky. Many wives ran away. Jamii yetu imehangaishwa. Nobody has money. Amerudi hapo, ameenda amebomoa manyumba ya Wakikuyu Kariobangi South. Ameenda Ruai amehangaisha hao. Gikomba ametumana, moto imeakishwa. Ameenda Nyamakema ameharibu biashara ya importation. Ndio amalize jamii yetu. Ile aliniambia sitakubali jamii wakuwe wengi na wakuwe na mali. Sasa hii kijana Ichung'wa is a fool. Ndio nampigia makofi. KRA ameweka Mkikuyu hapa anaitwa Nderitu Mureithi. Amemwambia finya hii watu ya mlima. Watu wetu wamehangaishwa na KRA, they cannot breathe. Economically, Ruto has destroyed the mountain. Our people have nothing.
hakuna biashara inaendelea. Ndio mimi sasa nikaamua hii mtu tukaanza kukosana kutoka hapo, because nilimsoma na mimi nashukuru Mungu. I want to thank God ya kwamba Ruto alitoa rangi yake mapema, alitoa makucha mapema. Kama angevumilia atudanganye vile alitudanganya na Biblia, avumilie hii miaka 5 tufikirie ni mtu mzuri, tumrudishe na hataki kura, ingekuwaje? I want to thank God today for the mountain people. God, we thank you that this man showed us his true colors in good time, when we have an opportunity to rectify and to make sure he does not destroy this community.